lakini jamii Bethel Clouds TV, empowering lives. Wacha tukubaliane, kila mtu alikuja hapa duniani Bethel Clouds TV, empowering lives. kuna kitu inaitwa pencil. So we must praise him. Praise him in African way. Thank you. Thank you. Si usalimie mwenzako tu, mwambie umesalimiwa na ule mtu unaona pale mbele. Msalimie kama unamwangalia, acha kuniangalia mzee. Tafuta mtu wa kusalimia. Msalimie, muangalie kwa macho. Muulize unaona ule mtu wako mbele? Unamfahamu? Muulize kama unamjua. Muulize kama unamjua. Amekwambiaje? Hakujui? Mwambie ule ndiye alikuwa kiongozi wa Mogeke. Mwambie tu. Yule mtu tulikuwa tunaombea akufe. Mwambie tu. Akakataa kukufa. Asanteni sana. God bless you. Naweza kuketi tu. Ule jamaa amestuka. Baba wacha kustuka. Ni mimi? Simama tena unione vizuri. Huyo kana jacket ya black. Najua jamaa amestuka. Ameshindwa ati modo wa Mogeke. Ni mimi. Naitwa Ndura Waruinge. Salimia mwenzako, mwambie ule ndio Ndura. Na umwambie si mtu mpoa. Mwambie tu si gitiko yake mundu kiega. Tikiega muno. Muislamu, asalamu alaykum. Ama ni Muislamu badia? Yes. Wewe si Muislamu? Ni ujabasi tu. Korea Nairobi. Mwadhani ya gosho. Wangapi wameokoka kwa hii nyumba? Unasikia Yesu wako ndani yako. Wale wameokoka tu inua mkono kama umeokoka, lakini kama hujaokoka, nobody is asking you. Kiokoko si ya mtu, ni yako. Si ndio? Mimi nimeokoka na ni mimi niliokoka. Hatukuokoka. Niliokoka. Habari zenu wazee na wamama. Ni mranyo na hii. Wacha nirudi pale juu ndio munione vizuri. Lakini mimi si sifuna. Nashukuru. Asanteni sana kwa kunisubiri. Nimechelewa kidogo. Kwa sababu nilikuwa nafanya vitu viwili vitatu kule nyumbani. On Saturday nilivamiwa na watu walijiita wakora, lakini hawakuwa wakora. Ni watu nimeangalia nilikuwa nimeleta experts kuangalia kwa CCTV, nikaona ni askari. Ni ya askari ambao walikuwa wamekuja, na walikuwa wamekuja kutafuta shilingi mingi kwa nyumba yangu. Ati niko na pesa mingi sana kwa nyumba. Sasa nikashindwa, mimi ni Mkikuyu. Mkikuyu anaweza kuweka pesa kwa nyumba kweli? Wakarejini ndio wanaweka pesa kwa nyumba, maana hawajui kutumia pesa. Mimi nikapata kamilioni kamoja, buroti maguta haraka. Tunamalizana nayo, tunaenda kutafuta ya nini? Ya kujenga. Wakarejini ndio wanaweka pesa kwa nyumba, maana anaiba na hajui kuitumia. Ukienda kwa kina Murkomen unaweza kupata bilioni 1 imelala tu ya kupatia wanawake. Ukienda kwa Ruto utapata container kama 6 za pesa zimewekwa pale. Za hazina, because they don't know how to invest. They know how to steal, lakini hawajui nini. So ni nataka tu wafahamu, wajue I can't keep money in the house. Mimi ni mwizi sugu. Mimi nilikuwa mwizi. Tulikuwa tunaiba na wanogo. Na tulikuwa na rasta. So ninajua maana ya kuweka pesa na kukua na pesa na kuficha pesa. Na mimi ni Mkikuyu, to add on that. So tulikuwa tunakagua hivi, nikaona ni mapolisi, lakini walikuwa na vijana, goons. Wanakuja, mapolisi walikuwa 5, goons walikuwa 21. Wale walikuwa kwa nyumba yangu. So walikuwa nataka kukuja waingie,
wa guard goons. Sasa kusemekana maguni walimpiga kwa sababu nilikuwa na mkutano Jakarta. Maana swali kubwa ni ulitoa wapi pesa ya mkutano wa Jakarta? Who is funding you? Ulitoa wapi pesa ya kununua ndege? Who is funding you? Ati niko na helicopter na wanataka kujua nilitoa wapi pesa ya kununua ndege. Sio ni akili ya mjinga? Sio ni reason mzuri ya kunyorosa hawa watu? Lakini tunaongelea amani. Sasa ubaya ni hiyo. Sasa nimejiweka kwa mtego ingine. Baka nikiwa kwa nyumba nilikuwa na regret. Ni kwa nini nilianzisha mfalme wa amani? Ati napenda amani. Ningekaa tu pande ile mwingine. Hata nikaanza kuuliza mtu mwingine hapo, ni kwa nini niliokoka? Si ningekaa tu kwa muge, kwa sababu sasa hivi ningekuwa nishanyorosa hawa watu vizuri. Ningemarigete mageraka ya mungekuwa mnasikia ka story mzuri. Sasa unakuta kuna kona ingine unajiwekaga pako unaanza kujiuliza, why did I do this? But God has a reason for everything, si ndio? God has a reason for everything. And I thank God because of this opportunity he has given me. Hapa ndio mimi huhubiri. Hapa kwa hii nyumba mnaona hapa. Mimi ni pastor hapa. I'm also an apostle. A pastor ni ule anachunga kanisa. Apostle ni ile kubwa kubwa. Lakini I'm a pastor. I pastor this church. And nashukuru Mungu kwa kunipatia wakati kama huu na kunitumia kwa vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kuna wakati ndio maana nimeona huyu Muislamu, huyu mtu anajifanya Muislamu lakini si Muislamu. Nikakumbuka kuna wakati nilikuwaga Muislamu, nilikuwa naitwa Ibrahim Ndura Waruinge. Na nilikuwa nimeingia baka al-Shabab. Na tulikuwaga na Osama bin Laden. Na kuna kipindi tulikuwa na mtu anaitwa Gaddafi. Gaddafi alituma ndege yake hapa akanichukua akanipeleka mpaka Libya. Walikuwa nataka tujenge misikiti Kenya mzima. Na tulipokaa chini na Gaddafi aliniambia nijenge, alikuwa nataka kunipatia $500 million. Nijenge msikiti 5 kilometers apart Mount Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. And the strangest thing ambayo niliona na Gaddafi, alikuwa na mapu ya Murang'a. Alikuwa na mapu ya Kiambu. Alikuwa na mapu ya Kirinyaga. Sasa yeye alikuwa ananiambia Gaisha Njiro. You put mosque here. Kandara put mosque here. Maragwa put mosque here. Sasa unakuta alikuwa na map ya Maragwa. Mpaka kwingine nilikuwa nataka sasa karibu nimuulize hapa ni wapi. Na sasa hiyo tuko Tripoli, Libya. Karibu nimuulize hapa kwa sababu nilikuwa hata sijui mahali ananiambia. Na ni kwetu. Meaning these people has a plan, a very strong plan ya kupanga vitu zao. The same thing wakati huo ndio nikakuwa tukakutana na Osama bin Laden. Naye Osama bin Laden akaniambia ataniletea bomu nifuge vijana wa Kikuyu. Wakwende wakalipuke huko. Ndio nasikiaga kuna watu wanaitwa Mohamed Getau, Ismail Kijogona. Unasikia kuna wengine wanaitwa Al-Haji, Al-Hamin, Mwaneki. Bwana Yesu asifiwe sana. So from Uislamu tena nikakuja nikarudi tena Mogeke. Mimi ndio nilianzisha Mogeke. Tukiwa na mtu anaitwa Maina Jaga. Maina Jaga ni kaseni yangu. Na mama ya Maina Jaga na baba yangu wametoka tumbo moja. Tulianzisha huko Moro wakati kulikuwa na tribal clashes 1988 wakati Moi alikuwa anafukuza Wakikuyu kule. Hapo ndio Mogeke ilianzia. Na tukakuja tukangangana tukajikuta Nairobi. Tuliletwa Nairobi na wase wa Mau Mau. Wakakuja wakatuintroduce kwa wase wengine hapa, ndio tulikutana na mtu anaitwa Gonya Wagakonya. Sasa Gonya Wagakonya si Mau Mau, alikuwa tu jagiri fulani hivi. Alituambia tutoe guo, tufuge shuka. Maana guo ni sawa Wasugu. Na Wasugu lazima tuachane na tabia zao. Alafu akatuambia tukuvute ruara. Tukaanza kuvuta ruara. Na alafu unajifuga mkebe hapa imewekwa korogosho huko ndani. Sasa ukienda unasema na nikajifuga hapa. Na shuka nikatoa. Alafu anatuambia hakuna kuvaa dawa. Sasa nikukaa hivyo. Maana vitu za Mungu hazivugiagwi. Sasa hiyo ndio culture nani? Ya Gonya Wagakonya. Sasa tukaulizana na Maina Jaga, alafu tukaambiwa tutoboe masikio, tutoboe hapa masikio, tukatoboa hapa.
kwa sababu sisi ni Wakikuyu, na tukavuta ruara na tukaambia tuende nyumbani tuangalie kama mama yako ametairi. Sasa tukaanza kuenda nyumbani kuchugusa. Sasa unajua huwezi kuenda direct kuuliza mama yako kwa emoru. Ni kuchugusa pole kuangalia kama mama yako anaweza kuwa hajatairi. Kumaanisha kama mama yako hajatairi atashosho hajafanya nini? Sasa ulipe nini? Deni ya nani? Ya shosho. Ndio nasikia siku hizi wanalipaga deni ya shosho. So nikauliza Maina, hapa unaona namna gani? Maina akaniambia hata mimi sioni kakigiana, maana sasa tumefuga shuka ya white kwanza. Alafu umefuga belt hapa na una mti unatembea nayo na mkebe umefugia hapa ile ya blue band ile ya cowboy. Na band ile kemkefe umefugia. Sasa unaenda ukikenda kana unaenda kibaka tu ego kodio kile sasa unajiona huko mtu wa maana, mtu very special. Lakini watu unaona wanakuangalia wanashindwa, huyu kijana na divu hako hadi samu ni nini namsubua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikabia Maina, hapa tutoke. Hapa hakuna kitu mzuri. Na tukaondoka, lakini ubaya mahali tuliondoka tuliagukia kwa mikono ya wanasiasa. Sasa tukahama kutoka tradition tukaingia kwa mikono ya nani? Ya wanasiasa. Ule mtu wa kwanza kutupokea alikuwa anaitwa Bethimogo na ndugu yake Gegi Muigai. Si ni watu wa Dagoretti? Hao ndio walitupokea wa kwanza pale Bruce House. Sasa tukabadilishwa tena tukakuwa watu wanasiasa, tukakuwa sasa watu wa kurusha mawe, wa kupigana magoons, nikakuwa goon. Na tukaendelea hivyo tukakuwa magoon. Sasa Mogeke bado inaendelea nini? Ikikua. Tukaingia kwa mabarabara, tukashika mabarabara zote. Huko Dagoretti, hapo Mudhama. Nilikuwa naishi hapo Mudhama kwa familia nyingine inaitwa Dhuo. Ule alikuwa anauza bagi mingi sana Dagoretti mzima. Si mnajua Dhuo? Hapo Mudhama. Ni Mudhama. Hapo kwa karibu na kwa Dio. Ni kwa Dio hapo. Somewhere there hapo. Hapo niliishi mwaka mzima tukiuza bagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuliuza vizuri na tukapata pesa. Pesa mzuri. Unajua kuna pesa ya bagi na pesa ingine. Pesa ni pesa. Ama mnaonaje watu wa biashara? Pesa ni pesa. And later on ndio siasa ilikuja ikaanza kutokea moja kwa moja kule Kibera, watu wakapigana. Nikaenda kusimama Kibera kupigana na Raila. Na nikanyorosa Raila vizuri mpaka akajipeleka police station. Mnakumbuka hiyo story? Akajipeleka akasema my life is in danger. Wakashika vitu zangu kule Kibera, wakafuga barabara huko Lindi na huko katuwekera gari sitoke. Lakini tuliwanyorosa mpaka tukafanya nini? Tukatoka. Hapo ndio nilikutana na watu wengi wa Dagoretti, maana watu wengi walitoka Kibera wakaenda Dagoretti. Wakaenda kujificha huko. Baada ya kunyoroswa vizuri, mkanyaganywa manyumba. Nakumbuka kuna kakijana kuna mama mwingine Wajaruo waliingia kwa ploti yake. Yaani watu hata hawakuwa na adabu. Walikuwa naingia kwa nyumba, hawabadilishi hata sahani wenye ilikuwa imepagwa. Wanasema hapa ni kwake. Na TV naacha hapo. Kila kitu haibadilishi na kitanda anavaa. Naingia na anachukua mpaka dawa zako anavaa, anasema hii ni yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hayo yote 10 ni muhimu sana kuangalia mambo na kuangazia what has been happening. Sasa wakati huo wa Kibera, watu wa Dagoretti mlichagachaga tu pesa kidogo mtakaniletea, tukaongea na vijana wengine, tukaenda tukazima hiyo moto. And I'm proud of you because and I'm happy to see you. Na ndio kwa maana these organizers nikaambia kwa hii timu zote nimeona na watu wa Israel, nimeona na Gedhorai, nimeona na kile watu wa Dagoretti, ni kwa nini siwaoni wa padi hii nyingine? Wakaniambia watu wa Dagoretti hawapendagi kukuja Nairobi town, maana wanaogopa kukanyagwa na gari. Huyu ndiye aliniambia. Nikaambia sasa waende walete, tutaweka security barabara, tutaambia magari isiwafanya nini? Isiwakanyage. Na nimeshukuru kwa sababu mmeitikia wito huo. Na mimi siku hizi niliachana na Mogeke. Haleluya. Lakini hata kama naona watu wa Mogeke 2 3 hapa, ni vizuri ujue hapa ni kanisani. Haha doka kigucerie rwara. Goko gotire dayo. Gotire huti ya ngoro.
niliondoka Mugeke na niliondoka mzima mzima, na hakuna kitu kinaweza kunirudisha Mugeke kwa sababu Mugeke iliisha kazi yake. Mugeke ilikuwa ya wakati huo and it was necessary. Every dog has its necessity and its time. Now we no longer need Mugeke. We need something else. Because ile gari ambayo tunafaa kuingia sasa si ya Mugeke. Maana mahali tunaenda hapa mbele ni pagumu. Wakati ule wa post-election violence, mnakumbuka tulienda hapo Naivasha, tukaenda Nakuru, tukaenda Eldoret. Na hatukuenda tukiwa Mugeke. Tulienda tukiwa wa Kenya wanataka kudumisha amani katika nchi yao. This is a time now to embrace everybody. Hiyo ya kusema mimi ni Mkikuyu, mimi ni Mjaruo, mimi ni Mkamba, because that narrative has not worked for us. Tumengangana, tulisema Uhuru kaka ni gaito gake gagwiciarira. Kaka gaito gagwiciarira, nakumbuka tulikuwa pale Murang'a, karibu pale Mukoroini wa Nyagathaga, tukiwa na Mishuki na wengine. Na tukapatia Uhuru Muthegi, tukamwambia na tukasema mtu yote mwenye atataka kuongea na Wakikuyu apitie kwa huyu. Si ndivyo Mishuki alifanya? Ni kwa nini wakati Uhuru alitoka, ni kwa nini Uhuru hakutupatia mtu mwingine atobie kama alivenya aliachua na Mishuki? Ni kwa nini hagetupatia mtu mwingine, mtu mwenye atataka kunegotiate na hawa watu? Hello? Si ukabila. I'm just trying to think loudly to drive my point. Ni kwa nini hakupatiana mtu mwingine atuile atiriri uliokwenda kwalia na Gikuyu uri au venye alifanywa? Si hatungekuwa na dilemma ambao tuko nayo sasa. Hatungekuwa na Wamunyoro ambaye alitupeleka kwa Ruto. Sasa hako hiji akituambia tupige Ruto na hatuambii ni nini walikosania. Ama kuna kitu ametuambia? Si kama angekuwa kwa serikali sisi zote tungekuwa kwa Ruto. Nataka kutafuta msimamo. I'm looking for msimamo. Tuwajiulize kama tuko na msimamo. Maana kama Wamunyoro wangekuwa kwa ndani ya serikali ya Ruto saa hii, ni Mkikuyu gani angekuwa nje ya serikali? Ni ongereja we. Ndio ngirauga gaka ne karaga ito. Hisi uchawi ni nini? Ni maombi. Ni kwa nini una rekodi kwa nini? Si hii tuko live. Weka Bethel Clouds TV, tuko live. Hatufichagi, wacha kushinda kile. Kama umetumwa na mtu ukuje record, hatujaligi hiyo. Wewe una rekodi kwa nini? Hauko na kazi ya kufanya? Hapa tutakunyorosa na dunia endelee kuwa dunia. Hiyo upusi mnakuaga nayo hapa sitaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko live. Si unaona kio screen yako, si unaniona? It is live. Hata Ruto sahii anatuwatch. Atutireitha. Intelligence wale wako na wajua. I know them. Walirekodiwa pale wakiingia immediately tukajua huyu ni wa intelligence, huyu ni wa intelligence na hatuogopi. Ni kitu kiurugo uko kila jetigagira fio. Na kila jetigagira pio. Ni jera jeru ile marakire. Kama ni zile jera zingine zote hakuna hata moja sijaenda. Hii mwili yangu nimepigwa risasi mara 12. Nimehukumiwa mara 2 kunyogwa, mashini ikakataa kuninyoga. So hakuna kitu kingine nimebakisha. Walikuja wanaume 20, wanaume 25 walikuwa kwa nyumba Saturday saa 1 jioni. Na bado niko na sikukosa kukuja Sunday kuhubiri. Na sikukosa kulala kwa nyumba. Nilikoja watoke nikalala kwa nyumba. Asubuhi nikaamka saa 10, saa 9 nilikuwa hapa kuhubiria watu wa Mungu. Maana there is nothing that has not been tested on me. There is nothing. Sumu nimewekewa. Hello. Risasi nimewekewa. Niwaonyeshe. Demoni. Kama utigere dalili iwezi chomoka ikuje. Risasi nimepigwa 12. Nimepelekwa mpaka City Moshari wakifikiria nimekufa. Nikiwa City Moshari nikafufukia hapo kwa mlango. Nikafufuka. So wacha tuulizane maswali, tusaidiane. Because sikujui na wewe unijui, lakini there is one concern mahali tunaelekea. Unaona urukarao venye naendelea? I want to tell you what you are seeing is a preparation of what is coming. It is just a preparation. You are just prepared psychologically. Gotire githurano, hakuna election.
Na ndio kidhurano ikosekane, kulazima kukuage na sababu ya kuleta kufanya nini? Postponement. Na kama watafaulu, kwa sababu naona nasikia wamekaa chini wakipaga venye watapostpone hiyo karao, ni venye watataka kupostpone general election. Na lazima watengeneze scenario ya kufanya hivyo. Na scenario ni wewe utafinywa na biashara yako. Ni wewe utagogwa, ni wewe utanyoroswa ndio ukae mzuri, ndio watu kusemekane kukue na state of emergency ambayo itasababisha kutokuwa na nini? Na election. Na sasa kusipokuwa na election na state of emergency iwekwe, the constitution inakuwa suspended a little bit. So the president will not rule you based on the constitution. Utatawaliwa on based of him as a CIC, commander in chief, meaning the military takes over through him. Hallelujah. The military takes over through what? Through him. Na mtu anaitwa Kaja, Douglas Kaja, the puppet Douglas Kaja, anaenda kuondoka. Who is the DIP? Who is the deputy? Yes. Yes. I want you to understand this. Uende kwa army, Kahareri anaondoka. Who is the deputy? Who is the take over? Anaitwa Cheserem. Hallelujah. Nurudini anaenda kuondoka. Who will be the deputy? Who is the deputy? Anaitwa Kemaio. Hiyo ndio nataka to discuss. Tukikubali kuendea kwa hiyo kajia, mahali tunaenda, will we be able to come out of it? Are you getting me? Hapa hakuna ukabila, hapa hakuna Mjaruo, hakuna Mkaba, hakuna Mkikuyu. It is about my interest as a nationality of Kenya, as a Kenyan. Maana kukigogwa hakugogagi kwa mtu ati Mkikuyu. Kukigogwa Dagoretti iko na Wajaruo, iko na Wakamba, iko na Waluya, iko na watu wote. The two tribes walionazo na wasionazo, hao tu ndio you can be able to distinguish, but the rest tunachapako pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what I need us to discuss, tuulizane. Wewe unaishi Kanyumba Kale, unaishi pale Dagoretti ama kule Kariobagi ama whatever place you are, na hiyo biashara yako umeweka, na ndivyo umewakilisha, umeweka hiyo biashara yako moto vizuri, imeanza kushika. Remember, ilikuwa imebomolewa, tena imeanza kushika, and again ukute in a few months to come hiyo biashara yako itakuwa chini. In a few months to come you will have nothing to call your home. In a few months to come utakuwa na hauna, na atakayechoma si mtu mwingine, si Ruto atakuja kuchoma, ni your brother ambaye mnakaaga naye kule. Ataambiwa Wakikuyu ni wabaya, nao Wakikuyu waambie Wajaruo ni wabaya. And you can see the scenario ambayo inajengeka 41 against 1, 42 against 1. Na ikisemekana ni 42 against 1, ndio nasikia juzi nimeona kwa YouTube kuna Mjaruo mmoja anasema, Mungiki amkeni muanze kudefend watu wenu. Ni lini Mjaruo ametuambia Mungiki waamuke? Na wanajua Mungiki ni adui ya Wajaruo. Wajaruo sasa ndio wanaambia Mungiki ifanya nini? What is the interest of Mjaruo kuambia Mungiki yaamuke? Are you saying that? What is the interest? Because tunaambiwa sasa ukirai moja kurua, anseni mpigane, ndio kusemekane Wakikuyu wameanza vita. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a narrative. It is a narrative that is being built. Ndio kusemekane Wakikuyu ndio walianzisha. Na kwa hivyo kuna reason ya kupiga Wakikuyu. Na ndio makabila hii ingine yote iambio msimunaona Wakikuyu hawatosherekagi. Are you seeing my point? So how do we avoid all this? It is by embracing that Mjaluo, mulete karibu. Embrace that Mukalijini, mulete karibu. Embrace that Muruya, mulete karibu. Mufanye rafiki. Ndio Ruto na watu wake akina Wamonyoro pale juu wakose kitu ya kuambia watu. Because we need only to preempt. Wakikuyu wako inua mkono kama ni Mkikuyu, Wakikuyu. Tumekuwa na President Kenyatta. Tumekuwa na President Kibaki. Tumekuwa na President Kenyatta. Ni sufuria ngapi ziliongezeka kwako? Are you not the same person? Uhuru alikuja na kaeda. Sisi tukile kaka nikaitoka kwa ziada. Kuna kitu yako ili change? Kuna kitu ili change? Ukienda kule Ishaweli, si kuna watu wako na dutu kwa mguu?
kuna dutu kwa mguu. So it is not about the presidency. It's not about who is to become the president. It's about your peace. Tumekuwa na president watatu. Hawajabadilisha Wakikuyu kuwa maskini. Hawajabadilisha Wakikuyu kuwa watu wa kunyararo, kumenwa. Hata wakati tulikuwa na Kibaki ndio tulinyoroswa. Tukiwa na Kibaki ilibidi mimi mwenyewe nisimame niende nisimamishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajaruo walituagwa wakiwa na Raila akiwa prime minister. Hello. Ama namna gani hiyo? Wajaruo si walituagwa. Your man being at the helm does not change your life. Does not change who you are. Have a good relationship with the people down there. Maana hao ndio wanapatiagwa pesa, warushe, wachome. Hao ndio watachoma nyumba yako. Ruto, kijana ya Ruto Niki atakuja kuchoma? Hapana, hutamuona. Kijana ya Kihuru anaitwa nani? Jomo, you can never see them coming to ban or to do something. Ni Waruinge atatumika, ni Kenyajui atatumika, ni Onyango atatumika. Wao watu wanaitwa goons, ni Wakikuyu na ni Wajaruo na ni Waluya, because they are children of poor men. Kama hizo watu unasikia Jakarada pale bunge la wananchi, kama inaongozwa na Nick wa Ruto, ikisemekana these are elites. Ikisemekana ni watu wamesoma, they have a reason to be there. But because these are children of poor men, ndio naona wanaitwa goons. Bwana Yesu asifiwe sana. Mukike kama igiazishwa na mtoto wa Kibaki, ingekuwa an elite organization. Ingekuwa kitu ya kuwa emulated. Ingekuwa kitu ya kuonekana niyo mzuri. Ndio kitu watu wa follow the example of this. But because it was started by a son of a peasant, that is why it became a crude organization. Na tukaambiwa tumeua watu, tukaambiwa tumefanya nini? Me have never killed a person. Sijai mwaga damu ya binadamu. Sijawahi. I have never. Yes, people associated with me, they did. Huko lakini walikuwa instigated, ni watu walitumiwa vingine na watu wengine ndio wafanye hivyo. So that is how your sons will be used. That is how you are going to be used. And that is what will happen to you. Na watu watamalizana, watapigana. Imagine Olukarau. Wale wanapigana. Kuna Mjaruo Olukarau, ni Wakikuyu wanapigana na Wakikuyu. Because of who? Ruto na Wamonyoro. Yes. Huko hakuna Mjaruo anaweza kwenda kurusha mawe ama kupigana. Angalia huko wanapatiwa mpaka mitungi ya gas, mikodoro ya GOK. Why? Mtu atoe in the name of Moses Kuria. Uende hospitali, uchukue mikodoro ya wagonjwa. Uende ukapatie mtu ambaye si mgonjwa. What does that mean to us? What about uje Kenyatta? Enda Kenyatta watu wamelala chini. Watu wamelala Kenyatta chini, hawana mahali pa kulala. Maana hakuna mahali pa kulalia. Unaambiwa nunua mkodoro ukuje pata mtu wako alalie. Yet kuna Moses Kuria alida jabaito. Huyu mama wa Kirinyaga anaitwa nani Waiguru? Ndio wako huko bribing Kikuyus because of a vote. Why so much interest? Why so much interest in Olukarau? Na Dikiri, kulikuwa na election. Did we have such interest? So just angalia ujiulize, what is being planted? Ni nini inapadwa? Ni nini? Who is provoking us? Who is provoking the people there? And why the provocation? I want you to put yourself, ujipeleke uone beyond 2026 na 2027. Ndio uone, utaona kale kalikuwa 206 na 207 na 208 kalikuwa kamutoto. Sasa shosho amekuja na kukaa amekuja, and they are ready for the battle. Where will you be? What will you be doing? Siku hiyo at least tulipata Kenyatta alikuwa na nini, tukarudisha kazi yetu. Do you expect these people now to allow you to settle? Kama wameingia Kiambu na yuchukua mashamba ya Kiambu by force by fire, nikabiashara kako? Nikawela kako? Nikabiashara kako? So I'm talking to you as a brother. I'm not talking to you unifuate. I'm talking to you as a brother. Because I can see, I've been there, I can see. You are being pitted against a Luo who is your brother. You are being pitted against a Kalenjin who is your brother. By somebody who has an interest somewhere.
Mtu wako na interest ingine ambayo si interest mzuri. So it's upon us as brothers and sisters, one thing to answer hii, tuongee amani. Raise these people, the Luos, the Kalenjin, bring them as brothers together. The only way to disarm these people from destroying you, it is by the building peace around ourselves. Na tutengeneze shield, tuseme mimi kabila yangu ni kabila ya ule mtu wako chini, na sitakubali kutumika kurushia mtu mwingine mawe. Sitakubali kutumika kuua yule mtu mwingine. Sitakubali kutumika kufanya siasa ambazo zinaleta mgawanyiko. Because we've been there. I've seen it all. Going to prison 52 times, it is not because I was just walking there to go and eat food. Nilikuwa naenda huko baada ya kupata kichapo cha umbwa. Mimi nimepelekwa Nyati House. Na najua Nyati House huko ndio watu walikuwa naenda kufiinyiwa. Nimefiinyiwa hapo. Uzuri hawakufaulu kunimalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. So I know what I'm telling you. I know many people ambao walikufa hapo. Just in the name of politics. In the name of fighting, because huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkapa. I know people in Kibera who lost their houses. In the name of a Kikuyu, in the name of a Luo. I know people in Molo. I come from Molo. Najua watu wa Molo walihama, walishindwa kurudi. Hata Uhuru walishindwa kuwarudisha. Mashamba ilienda. Manyumba zilienda, nyumba zilienda. Nobody was there to help them come out of this. Just because of political dispensations ambazo zinaleta shida. Ile sasa the bitter rivalry ambayo iko kati ya Ruto na Wamonyoro, it is not heading us to anywhere else apart from chaos. Watu wameswear, wamesema Wamonyoro will never get it. Naye Wamonyoro anasema I will get it. Do you think Wamonyoro can go down? Unaona Wamonyoro akikuwa? Hapana. Hapana. Lakini nikichunguza vizuri naona hawa watu ni kama ni wa baba mmoja. Ama mnaonaje nyinyi? Ama mnaonaje? Ukiweka hii sura ya baba, ule baba mkubwa, uweke hivi vitoto vyote, uweke Gideon hapo, uweke Ruto hapo, uweke Limo Shiri hapo, uweke Wamonyoro hapo. Unaona kama ni watoto wa tofauti. Ni mama ndio tofauti, si ndio? So kama iheshia moshi yomoshia hivyo mweli, wakiwa napigania mali, tunaigililia wapi? Tunaigililia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wanasikia kuboeka na mimi? Wangapi wanasikia kama kunaongea sense? Am I speaking sense? Let us desist. I have been used. Mimi nimetumika. Nilitumika na Uhuru, nilitumika na Kibaki, nilitumika na Moi, nimetumika na Ruto peke yake ndiye nimekataa. Lakini nilitumika na hao wengine to do nonsense. And I've been able, I did nonsense. I did. So I know these people are never serious. It's about their interests. Look at that mtoto wako mwenye anasoma, mwenye yako shule. Katoto mestrago kusomesha mpaka unaendaka kuomba basari. Imagine Kiabu people mkioba basari. Kana mtu hoyaga basari. Si mnapatia kwa basari ya 5,000? Yes, you can imagine. Huyo mtoto wako, look at that, the future of that child. The future of that child. Unaenda wapi? Look at your future. You are still a young person. Imagine that small business that you've started. You want to be somewhere. You want to go ufanyike mtu. You want to raise a small kingdom of yourself. Alafu ikuja one day ichomeke yote. One day you lose that business because of a politician. Because of a person who will never be interested with you. Because of a brother ambao mnaishingi. Yani unakuta yule makanika na kutengenezea gari ni Mjaluo, lakini wakati wa kuja kuchoma atachoma hiyo gari anatengenezanga. Mliona wakichoma wa supermarket ile wanaendaka kununua chakula walichoma. Not because walipenda kuchoma, lakini waliambiwa ni ya Mkikuyu. So hata chakula badala ya waibe waende wakakule, walichoma kwa sababu ni ya nani? Ni ya Mkikuyu. Kwa hivyo ni kasumba inawekwa ndani yako. Alafu after that huyo alichoma ndio huyo ni food kuja kujenga hiyo kitu alichoma. Unajua mimi niko jaa sana. Naomba unipatie kazi.
And you come asking yourself, what happened? Mpaka ikafika nyumba ikachomeka. What happened that you did what you did? My brothers and sisters, this is the time. Point 1, let's desist from politics that tribal. Complete. Let us disarm these people. Kama wewe ni wa UDA, weka ujiga ya UDA chini. Kama wewe ni DCP, weka hiyo DCP yako chini. Kama wewe ni Jubilee, weka Jubilee yako chini. Because I have never met a person wa chama mwenye anaweza kusema chama hili nisaidia. Ama kunaye? Si nyinyi mlikuwa UDA? Wewe si ulikuwa UDA? Ulikuwa wewe ni mtu wazima na wewe? Aha, na wewe? UDA kakane kaito kako shiada na wewe? Si uchawi, ni maombi. Si ushawi, ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, huyu ni mtu wa Jubilee, Azimio, na ule ni mtu. Are you different? Si mnakula shida the same way? Yes, the same problem, the same challenge, the same thing happening to you at the same time. Na wale mlikuwa mnapigana, si ushawi, ni maombi. Si ushawi, ni maombi. Sasa si ushawi ni maombi. Sasa hiyo ushawi ili kwa sababu sasa wewe sasa umehama umeenda DCP. Si ndio? Wewe uko UDA. Uja decide na wewe bado uko UDA. Ulihama. Sasa hii ushawi ilikuja maombi ilikuja kabadilikaje kakuwa ushawi? Kwa sababu ilikuwa ni maombi. Ilikuja kabadilikaje? Wewe mwana umehama, wewe ni wa DCP. Mahoya maya magarurukirie te magituka ushawi. Kama wahoyaga Ngai uriko? Kwani mlikuwa mnaombaga Mungu gani? Maana ni Mungu mliomba Mungu. Mkashida na mkasema si ushawi, ni maombi. Maombi ilikuwa ya shetani ama ilikuwa ya Mungu? God is the same God today, the same God tomorrow, and the same God forever. How come did you Mungu yako alibadilika aje kara? Nasikia sasa ni wa yellow ama ni wa green? Ni kitendo. Na ni Mungu wako. Kwani Mungu alibadilika? Kwa bado mbona msiorganize maombi muombea huyo mtu? Maana ni maombi mliomba. Mkamweka hapo. Hiyo maombi mlitumia ya kumweka hapo. Haiwezi kutumika kumbadilisha kuwe mtu mzuri. Why sasa amekuwa? Mbona amekuwa mbaya kwa nini? Mungu yenu alienda litaya. Ama ako Dubai, amechelewa Dubai. Alienda kabadilika akakuwa Muislamu. Because that could be a fake God. That could be a completely fake God. Kama huyu Mungu mimi Mungu wangu ni yule. Mimi ni Mungu yule wa zamani, ndio wa sasa na ndiye atakayekuwa. He will never change. So my God will never mislead me. Hallelujah. My God will never mislead me. He will only change me from doing wrong things to good things. Mimi watu waliomba, walifuga, wakaomba, mama yangu alifuga, watu wengi walifuga, kulitengenezeka grupu nitoke kwa Mugike. Na nikatoka kwa Mugike. Nikakuja sasa niko hapa. Mama yangu alikuwa naomba, "Baba nitakuhoya." Leo kagarura mwana uyu wakwa. Akathie kigongone ina hujageria ndo. Si niko hapa. Yes. Maana ya maombi ya mama yangu aliniombea. Sasa hii maombi ya Ruto, mliombea Ruto ndiye akue, imegeukaje? Sasa wewe nyinyi na Ruto, nani mchawi? Nani mchawi? Yes. Because Ruto anaendelea na ile kazi. Ruto tuliambiwa na Uhuru alifanya ni mwizi. Si ndio tuliambiwa na Uhuru ni mwizi? Tukaambiwa na Uhuru ni muuaji. Tukaambiwa na Uhuru ni amefanya. Ameacha kufanya? Kuna kitu amewacha? Tulisema tunataka nani? Huyo mwizi. Si ameendelea na kazi yake. So this man is in his God. Completely in his God and doing the will of his God. So who was wrong? Yes. You never haukwenda kuuliza Mungu kumuuliza, is this your man? Lakini ulikuja kusukuma mtu akakalia na akimekalia na ataendelea. Let me tell you one thing. Tukiendelea na hiyo ujinga tuko nayo, huyu jamaa ako na miaka ingine apart from 5, ako na miaka ingine 3. Apart from 5, ako na miaka ingine ngapi? 3.
katika mwaka hiyo ya 3 hakuna mtu atakuwa pamoja na yule mwingine. He is preparing himself for a life presidency. Ile ya kuchaguliago kama Museveni, ile kama ya Kagame. This is what he is preparing. Hello? And he is already 2027 is a gone case. Wacha Wamonyoro arudi kule Wamonyoro apige makelele yake. It is a gone case. Election zifanyika hata Olekarau. Mukirete ya Olekarau. Mkujie milioni 1 hapa. Mukirete ya Olekarau. Hiyo. Wacha hivyo mnasema ati mko na materu uko na nini. Uhuru alikuwa president. Hello? Alikuwa na Raila. Hello? Alikuwa na intelligence. Hello? Alikuwa na system. Hello? Hello? Sasa Ruto ndio president na intelligence na policy na IBC. Jamaa hakuwa na system na aliwashinda. Hello? Hakuwa na system na alifanya nini? Alikuwa na baba mwenye kupuru crowds. Alikuwa na president anaitwa Ruto na alikuwa na pesa ya state. Hello? Alipo nimosha kama mushide hao Olekarau. Ka constituency kaiga nogu. Yeah? Mutafinya? Thank you. Thank you. Thank you. I'll pray for you to win that. I'll pray. But I don't see. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know whether I'm making sense to you. Am I making sense to you? Kitu ya kwanza tuondoe ukabila. Number 2, tuingie kwenye maombi. I want to give you the secret of Ruto. I know he might be listening to me and it's good for him to listen to me. Ruto is not an ordinary human being. Are you getting me? He is not an ordinary human being. Si mtu wa kura. Si mtu wa kushinda with your line mupage laini mushide. No. This person is spiritually more powerful than what you think. Si Mukristo. Ruto has never been a Christian. He has never. Ruto is an actor. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruto tumuite tunameta kwa tajua Wamonyoro wakimuita ate Gadhogo kama achana Kaogo ni wewe. Gadhogo kutoka kuzaliwa kwake kwa tumbo yake. He was not born a human being. He was born a spirit. Ruto na watu kama Jeremiah, watu kama Moses, watu kama Elijah is one and the same. There are 2 types of people born, of the spirit of the devil and of the spirit of God. There people are on an assignment. They come here on earth kwenye assignment. Na ile kitu amemulika hashidagwi. Na kishikilia ameshika barabara. Ukiona kapath ka Ruto venye kamekuja kutoka wakati kuna wimbo kanaibaga kakiwa shule. Unaona hiyo wimbo? Mnaona naiba? Hiyo wimbo naibaga aje, nani wanajua? Kuna akibia Moi, walikuwa na ubia Moi. Na alikuwa lead, ndio alikuwa kanaongoza vitoto vinatoshana hivi. Ukimwangalia mpaka kuikuja kuchuga kuku kuwapata hivyo, akakuwa youth for KANU, akapada alikuwa university, akapada akakuja akakuwa MP, akapada akakuja akakuwa kila kitu, akapigana vita, akakuja mpaka akakuwa president. Yes, ndio hiyo. Enda uangalie hiyo wimbo. Baba Moi, walikuwa naibia Baba Moi because she was part of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. There are people who are path zao zimetengenezeka towards either good or towards either bad. These people are altars.
ni madhabahu. Yeye mwenyewe ni madhabahu. Halo? Yeye mwenyewe ni nini? Ni madhabahu. Na huwezi kumshinda. Na kura yako huwezi mshinda. Na mipango yako huwezi mshinda. Because he is on a path. Only what you need to discover from him, which kind of a path anatumia. Ndio uelewe this path ya huyu mtu ni ya shetani. So, kama ni path ya shetani, unijue urudi padi ya Mungu. Ndio mumushide. Are you getting me? Kwa hivyo, lete. Umeitafuta kwekwe. Alikuwa anasema kwekwe wangolewe. Lete. Unaweza ipanua? Weka hiyo. Ukaone hapo. Kalikuwa kanasema sisi ni kwekwe. Ako. Ndio ako. Unakaona kanaongoza watu wangapi? Kanaongoza watu wangapi hapo? Kwekwe. Nasikia mimi nakasema kwekwe. Ndio hako. Sasa hiyo ulikuwa unakoroga nini? Matope huko ukitengeneza ugali ya matope. Kakisema kwekwe, kakiibia president. I want you to understand the kind of a man you are dealing with. It is not Uhuru Kenyatta. Hello? The kind of a man you are dealing with, it is not Uhuru Kenyatta. It's not Mwai Kibaki. It is not Raila Odinga. This is a different man altogether. It is not about Wamonyoro kujipiga kifua. Naona naambia Sifuna wasiende huko, angekubali Sifuna wangemsaidia. Anataka kuchukua victory ati asemekane ni yeye, hapati. Nogo kile odonge munene muno. Angekubali watu wote waende wangangane hiyo kitu. Ndio wakishindwa aseme tulishindwa tukiwa wengi. Maana this is meant to humiliate. Then the reason for Rukarau is just to destroy, kumaliza DCP na kumaliza Wamonyoro once and for all. Na kitu kingine mnafaa kuelewa, the players of politics in this nation is about interest. You may find, unaweza ukute baka Uhuru wako pande ya Ruto. Yes. It is possible. Maana kiti haikuwa ya DDP, ilikuwa ya nani? Jubilee. Bwana Yesu asifiwe sana. So these players, I've worked with them. Nimefanya kazi na Uhuru, nimefanya kazi na hawa watu wote. I know it's about interest. Sasa unataka kuniambia Wamonyoro akiwa president, who will be comfortable with Wamonyoro's presidency in Kenya? Tuongee tu ukweli. Hata wewe unataka kuwa MCA. Unaweza taka Wamonyoro kuwa president yako? Siwezi. 99% of this country will never want a Wamonyoro president. They will want Wamonyoro to clear the road, but not him to be the president. Yes. Na hiyo ndio wanamtumia. Na hiyo ndio afyake kichaka, lakini wakati wa kwenda kukaa kwa meza hawatampatia. He is more scary than Ruto. Wamonyoro is more scary than Ruto. Because he's a man who can fight, who can do anything, who can go anywhere, who can become the worst dictator. Hello? So you can see where we are as a country. It's a country of interests. It's a country of vitu zinaenda hivi. Kwa hivyo, my point is, to change this nation is not to change Ruto. It is not to change Wamonyoro. It is not to change Uhuru. It is to go on our knees. That is the only solution that we need. That is the only thing that we need. It's not about votes. Vote yako haitafanya. Kama haikufanya bere. Sasa unafikiria hapo ndio itafanya?
Kama haikufanya dikiri mtu wa dikiri wa DCP alishida. Mtu wa DCP alishida dikiri. Na alinyoroswa na akapatiwa pesa na kabio. Hello. Ebu niambie from Nakuru kukuja baka Nairobi, baka Machakos. Niambie any head of police station ambaye siwa kutoka na Kericho na isaidio. Niambie police station moja inaongozwa na mtu mwingine, wa tribe mwingine. There is no. Hata ule karao saizi, OCBD ni wa kutoka ule Guroni, Chebarungu, kutoka Badio yote. Sasa nikimtaraona, mbona mtumii macho yenu kuona the preparation? You don't need to fight. You need to go on your knee and your God will win battles for you. This is not your battle. This is not your battle at all. It is the battle that you have to surrender to God. Because if you go for this battle, you will never win. Hamutashinda. Watu wa DVP, hamutashinda. Tutikivie imuhahe na gotoko sianyu. Kuna mahali munaenda. Just forget about it. Hakuna mahali wanaenda. But if we can go on our knees. In the book of Deuteronomy chapter number 20. Is it Deuteronomy or 2nd Chronicles? 2nd Chronicles chapter number 20. Jehoshaphat was told that there is a big tribe, 3 tribes ambazo wanakuja kutupiga. Na Jehoshaphat walipoambiwa hivyo, aliambia watu wote, let us fast. Tuende tukafast. Wakajifuga. Walipojifuga wakaenda kwa nyumba ya Mungu, wakainua dhabihu, alafu wakasema sasa tugojee sauti ya Mungu. Hapo ndio nabii alitumwa anaitwa Jehezariel. Akawaambia nyinyi fanyeni nini? Nasema they got in the morning went into the wilderness. Yeah. So they see verse 20, verse 1. Give me verse 1 of chapter 20. Yes. Now it happened after this that the Moabites, the Ammonites, together with some of the Meunites, came to make war against Jehoshaphat. So verse 2 inasema, Jehoshaphat brought people together. Then it was reported to Jehoshaphat, a great multitude has come against you from beyond sea out of Aram. And behold, they are in Hazan Tamar, that is in Engedi. And verse 3 inasema, verse 3 quickly. Then Jehoshaphat was afraid and set himself determinedly as his vital need to seek the Lord. He never went. Hakuweza kuambia sasa tuepage. Sasa tujiamui na mataite na vote na nini. They sought to go and seek the Lord. And he proclaimed a fast throughout all Judah. Akaambia watu wote sasa, aya maroka ni hawa watu wanakuja ni wabaya na watatumaliza. What we need is to organize ourselves and seek the help of God. This is the only thing we can be able to do here. To seek the help of God. Not to seek the help of votes. Kama mbele hamukusaidiwa na vote, hata urukarao hamutasaidiwa na vote. You only need God. Hatuna muscles za kupambana na huyu mtu. Hatuna. This is a mighty man. Verse 4. He's a mighty man. He's a very strong man. Ako na machinery. Ako na kila kitu. Na ako ready. Na unasikia alikuanza kutuita kwekwe. Akiwa na miaka gapi? Takwe. Na. So he gathered Judah together to seek help from the Lord. Indeed, they came from all the cities of Judah to seek the Lord. They came from all the cities. And that is why I'm organizing from Eastland. That is why I'm organizing from Westland, from Northland, from Southland. Tushikane pamoja. Tukuje tupige magoti chini. Tuambie Mungu, now we cannot make it. Now we cannot be able to do it. It is you. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mwenzako, tuache ujinga kidogo sasa. Mwambie kwa uvumilivu, si kwa matusi, kwa uvumilivu tu. Mwambie sasa tutawacha ujinga. Tutafute Mungu kwanza. Hiyo kanisa yako uweke chini. Hiyo dini yako uweke chini. Hiyo chama yako uweke chini. Tuweke miguu yetu hapa chini. And we will see God. And God will liberate. Huyu mtu hatatolewa na kula. Atatolewa na Mungu.
Yes. Ukiona mtu anatoka hapa anaenda huko, anaenda anatolewa damu yote tena anakuja na anaendelea na kusurvive dunia. Wewe hebu tolewa yako moja. Tolewa tu kidogo. Uone kaado ugokuwa. Tolewa tu. Tolewa painti mbili tu. Uone kama hautazirai. Huyu hazirai. Anatolewa na anakuja na anaingia kwa siasa. Anaendelea kupatiana mataito. Na dunia inaendelea kuwa hivyo. Mnasema naenda na private jet na naenda na ingine kesho. Mtamfanya? Mutadu? Number 3, we must denounce what we made ourselves to become. Wakati mlisema mkajiita hasira. Do you know who is a hasira? Who is a hasira? Hebu tusomee kwa dictionary hapo kama uko nayo. Angalia dictionary mtu atusomee. Ni mtu wa kungangana. Mtu ambaye ni shagla bagara. Mtu hajielewi. Kwa nini umenichukia hivyo? Siogei pointi yako. Unaitwa nani? Karo nani? Kwambuka. Karo Kwambuka. Na kiota ya. Na inga. Kisia rai. Chobo. Chobo. Angena ikonge. Umepata hasira? Asla inasema ni an enterprising, ambitious, go-getter, determined to succeed. Lakini depending on the context, it can also mean a con artist who tricks people for money, a person who aggressively pushes the rule to win, or an informal term for a sex worker. A con. So, hasra, watu wa UDA wote inua mikono juu. Watu wale walikuwa wa UDA, mimi nilikuwa huko, inua mkono. Watu wale tulikuwa wa UDA. Watu wale tulikuwa wa UDA. We are con men. And in other words, we are like sexual workers. And this is a narrative ambao tuliambia Mungu, tunataka kuishi maisha ya ukon. Halo, sikiliza. Hii ni kitu tulipeleka kwenye mahakama ya Mungu. Tukaambia Mungu tunataka kuitwa mahasla. So the suffering we are facing today, it is because there is a narrative ulijiwekea in the spiritual realm. So it is manifesting now. That is why every one of you is struggling. Na mnasema Ruto ameiba pesa yako. Si ndio? Ameiba pesa. See, that's what we are saying. Ni pesa ngapi yako ameiba? Kwa akaunti yako, ende uangalie kwa akaunti yako uone kama kuna pesa imepotea. Ni pesa cia kushika na Ruto yete. Sigana. Kuma akaunti ni yako. Kwenye akaunti yako kuna Ruto pesa amekuja ametoa. Kwa hivyo hakuna kitu chako Ruto amechukua. It is the spirit ambayo uliitisha ya umaskini ndio inatembea ndani yako. We must go on our knee to denounce that spirit. Ndio Mungu akubariki. Because what we called upon ourselves is causing us to suffer. What you become, what you ask is what you become. So easy hasira nation, nini nation, we must denounce it. Lazima tuikatae. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama unanielewa? Yes, is that not what Ruto is? And we put him there with a spiritual mandate. Maana kina wailimu na kina mapasta sisi ndio tulimuombea kule State House ya Karen. Si ni mapasta walimuombea? Tukaweka hii kitu kikae ikuwe a spiritual impartation on this man. Is he doing the same? We crowned him the high priest of that. So hakuna pesa yako anaiba, anafanya ile kazi tulimutuma. He's just exactly doing what we called him to do in the spiritual realm. So hakuna makosa Ruto amefanya. Hapana, ni sisi tulimuombea. Hata mimi nilikuwa Karen tukimuombea. Yes, sisi tukasema sisi ni masara. Wailimu akashika Ruto, akaombea Ruto mpaka Ruto kakalia. We are the one who made this mistake.
This is our mistake. And we brought him through prayer. We can only go through prayer to undo what we did, not through vote. Sijui kama mnanielewa. So if we can change those three narratives, Kenya will be safe. We will disarm him. Because na ndio naona huyu jamaa anajua kutoa sacrifices. Kupitia kwa Sudi na nani na huyo mwingine, huyu Faruku. Walizunguka 47 counties. Walikuwa na Ramadhan, somebody Sheikh Ramadhan Hassan kutoka Dar es Salaam, pale Muvinjeni, Dar es Salaam. Huyo ndio sheikh mkubwa kule, wale waganga kabisa wale wakubwa. Alizunguka 47 counties akizika mbuzi mweupe aliye hai in 47 counties. Alizunguka. Huyo walikosana na yeye mpaka sasa anadai pesa yake hawakumlipa. Huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu wakazunguka tena na kitu kingine ilikuwa inaitwa table banking. I want to show you how altars work. Hiyo ni ya Kiislamu, ilizunguka Kenya mzima wakiweka every headquarter of na ndio tulianzia Jakarada, maana hiyo busi moja ilizikwa Jakarada. We had to untie Nairobi. Ya pili walitumia table banking, wakashika kila mama. Table banking, wa mama wa table banking. Yes. Eh? Joy? Hiyo ni ile maombi ya mama ule alikuwa na ito Rahabu, akasuguka Kenya mzima akiplanti madhabahu ya kushika wa mama. That is how Ruto won this election. Number 3, akachukua all elders. Akachukua Kongo Muigai, kiama. Baduri ya kiama. Dai nyoba. Dai rege. Dai gatatu. Utiagoro. Wazee wa Kikuyu wote wakakusanywa, wakapelekwa kule, wakamuinulia madhabahu ya Wakikuyu. Akachukua wazee wa Talamu, akachukua wazee wa Giriama, akachukua wazee wa Turukana, akachukua all the elders wote in the country. He gave them a sacrifice. Akatoa dhabihu yake kwao. Akamalizana na hao. Akaingia all Pentecostal churches ambazo zilikuwa na influence in the city. Akaenda kwa Kayole kwa Bishop Megwe, akatoa 5 milioni. Akaenda kwa Mwai, akatoa 5 milioni. Akaenda kwa all the people that, and he targeted the origination of those people. Kehumo kiadwasio. Alitaka kwanza kufanya research. Huyu mtu ametoka Murang'a ama ametoka Kiambu. Hakudili na mtu. Wakati mmoja alichagua Megwe because alijua Megwe ni wa wapi. Akachagua Mwai kwa sababu alijua Mwai ni wa wapi. Akachagua mtu mwingine kwa sababu alijua mtu huyo mwingine ni wa wapi. Are you getting me? Akazunguka, akarudi akaenda mainstream churches. Akaenda AIC, akatoa 20 milioni. Endeni mfanye analysis yenu. Akaenda independent, akajenga independent church pale Keno. Pale Uhuru alikuwa anawapiga na tear gas. In Kenya you can never rule, you cannot rule Kenya without independent church. Maana independent church ndio waliachua tools za power na Maumau. Wakati Maumau walitoka Okechaka, waliachia independent church. That's the church that rules this country. Independent ndio inakuwa na madhabahu ya Kenya. So you must entice them. Na alienda akajenga kanisa Keno. Akawashika. Akashika huyo bishop anaitwa kwa nani? Wang'ombe, akamshika. Akainua madhabahu. Akaenda kwa Wakorino, akafanya the same. Akaenda kwa the Quakers, akafanya the same. Akaenda kwa SDA, he did the same. He did to all churches. Akatoka hapo akaenda kwa Waislamu Mombasa. Akaenda wapi? Akafanya rahu akubaru kutarabosoko torobosakata. Akristo bana sema sisi ndio tulimwambia hakuna maombi yenu peke yenu. He was able to gather these altars, zikamupigania zote. Hallelujah. He was able. Kwa hivyo pia Wamonyoro atoke Wamonyoro, atafute altars zote zimupiganie. The power is about altars that will help you. It is not about your money. It's about altars. And how much have you sacrificed? Bwana Yesu asifiwe sana.
How much have you sacrificed? Urutete maruta maigani? Umetoa sacrifice gani? Saizi for now ndio ulisikia ametaka kujenga kanisa ya 1.2 billion. Hakuna kanisa alikuwa anajenga, alikuwa anataka anainua sacrifice ya 1.2 billion. Ndio hakuna mtu atamweza tena. Ndio unaona ile pesa inatumika. Ukienda Urukarau, ile pesa inatumika hawa na siasa, ile pesa wanapatiwa kapatiane. Kila siku wanapatianga 1.2 million. 1.2. Kila mtu anapatiwa 1.2 because of the significance of 1.2 billion. So it is not about the vote. It's not about how you know it. It's about the altar. We have to raise an altar to fight this altar. And by doing that, ni kwenda kupiga magoti chini, tuambie Mungu sasa tumesarenda. We need your help. Vote will never change this nation. Hello. Sijui kama nimewaboa vya kitosha. Mboyeke ni tu, lakini I have delivered my message. I have delivered my message to you, and I know because I can look at your faces, you are very serious people. Sijui kama ni kuniangalia mnaniangalia vibaya, lakini you are very serious people. Watu ambao wanaelewa Mungu na wamenielewa deep on what I have delivered to you. I want this thing to be done. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, enda pale tu ije. Hapa kuna corridor, enda tu tafadhali. Wacha kukata. Amuka tu ende pale. Enda tu. Enda kata. Ongea na huyo mtu vizuri. Umemaliza? Yes. Next time kukiwa na meeting, kata si nasemaga unatoka unaenda unaongea. Tukae na watu wako na kaka discipline kadogo tu. Heshima si utumwa. Inaitwa etiquette. Heshima si utumwa. Sasa unaongea umedistract hawa watu wote wako huko kwa sababu unaitiwa pesa ya kwenda kurusha mawe ya guns. Kaa hapa, maana ukienda kurusha mawe utakufa. Sasa naona kama nimefikisha mwisho. Na naona ni kama mmesikia. Labda mkue kuna swali. Kuna mtu anaweza kuwa na swali? Ndio niwaambie then what we intend to do. Kuna mtu akona swali? Any question please? Kuna swali? Hakuna. So on the 2nd of August, sema 2nd, tunataka tuingie Nairobi in our thousands. Not to throw a stone. Not to do what? To throw a stone. Not to say DCP. Not to say UDA. Not 2 term, no 1 term. No term. Tukuje city, mahali Mungu atatuonyesha, tupige magoti hapo. Tutoe viatu zetu, tuite Mungu. We reclaim the city first. We reclaim ourselves first. We ask God, forgive us. Kila mtu kuje na njia ile unaitaga Mungu nayo. Hata mkipatana na nani, wagaga, walete tu. Wakifika huko watatoka huko bila ugaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuanze our first step from there. Then we move to other counties, the whole 47 counties, and we claim. Wakati tulikuwa pale Jakarta wale waliona, tulienda na tulimwaga tu mafuta tu hapo. Tukasema 25 hakuna damu itamwagika. Kuna damu ilimwagika? Na hata kuna ingine. So we have the capacity. We have the power. We have the authority. We can be able to change this nation by prayers. We can be able to change everything by prayers. Hata huyo mtu mnaona mbaya, tunaweza kumgeuza na kuwe mtu mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu anakuaga na ukora. Sijui kama mnajuaga Mungu anakuaga na ukora. Ukiangalia wakati wa Musa na Farao. Mungu alikuwa anaambia Musa, enda bia Farao achane na watu yangu. Alafu the same God anakimbia kwa Farao na anamwambia umia goro nigeroka. Kinakuja. Kausha moyo. Because there is a way God would want himself to be known. There is a way he will want you to know that had it not for God, hatungetoka hapa. Kwa hivyo unakuta Mungu anakimbia padi kwa sababu anataka kukunyorosa laini. Ruto si mbaya. Ruto ni kiboko ya kuturudisha kwa Mungu. Si ndio? Ukiangalia si watu sasa wamerudi kwa Mungu kanisani. Si maombi imekuwa mingi sasa. Maombi imekuwa mingi. No kaya tutaidhirie Mungu atusaidie.
Siku hiyo ingine tutaweza, tutafanya. Sasa hiyo tutafanya iko wapi? Could it be this man is a whip, ni kiboko? Na unajua usipobadilika haraka kiboko inakaaga sana sana. Inaendelea kukufinya sana sana. Baka wakati utasema nimetii, ndio hiyo kiboko inaondolewa. Sasa tukitii saa hii, tuseme kesho tumetii, I can assure you, huyu Gathoko hawezi maliza miezi 2 kwa kiti. Ataenda kwa Mungu Baba. Tukitii, turudi kwa Mungu na tukae jinsi Mungu anataka, ataenda kwa Mungu Baba. Maana kazi yake imefanya nini? Imeisha. Kama kazi yako inaisha, Mungu Baba anakuitaka, anakuambia the job is done. Moses' work was to liberate. Alikuwa atoe watu kutoka nini? Egypt, awavukishe. Baada ya kuwavukisha kazi yake kaisha, ikapatiwa Joshua aende apigane vita, mashamba ipatikane. Kwa hivyo kazi ikiisha, watu wakibadilika, watu wakichange, hiyo kazi ya yule mtu, ile kazi alikuwa mpatiwa ya kiboko, kiboko inakosa kazi, maana watu wamerudi kwa Mungu. Sasa ni nani mwingine atachapa? Na kwa sababu huwezi kukaa na watu ulikuwa unachapa, Mungu atakwambia ukatoikana na wewe huko, kuja tukae hapa. Hello. Yes. Watu wa UDA mnanikasirishia, mnanikasirikia, lakini hakuna shida. Hapa hakuna UDA, hapa ni kanisa. Hapa inataka synagogue na nimekualika Sade ukuje tusome. Utakuja Sade? Kuja tu Sade tusome. Hapa siku Sade tunaibaka kutendereza, mzuri sana, kule kuna vyobo. Yes, hapa hakuna mambo mengine. Hakuna chama. Sio mada ndio tunakoga na hii maneno ya kudili na watu ambao wako na shida. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. I hope mmenielewa. Mmenielewa vizuri. Na usiende kuniharibia jina huko. Hakuna kiti natafuta. Sina. Na hakuna pesa natafuta. I have money. Bwana asifiwe sana. I have money. Niliwapora vilivyo. Na sijatu na haijaisha. Na haijaisha because I invested. I invested well. Kwa hivyo sitaki kuwapora tena. I have enough. Watoto wangu wote, yule mdogo ni wa miaka 20. Mnanielewa? Na hakuna mtoto wangu wako hapa Kenya, wote wako nje. Nyumba niko na mzuri ya bedroom 12 na niko na magari ya kutosha. Kwa hivyo sina haja ya kukupora. Sina haja na pesa. Sahani moja imenitosha ya chakula na kaguo kamoja kamenitosha. Umenielewa? Kwa hivyo I'm not looking for money. There is no politician who can be able to pay me. No politician. And hata Ruto cannot be able to pay me. I can finance the whole election in this country. Yes, a presidential election. So I am not interested. I am not interested in those nonsense. I'm interested because I have everything, but I have no peace. I have everything, but I have no peace. Unaweza kuwa na kila kitu, but there is no peace. When you see your brother is suffering, when you see your sister is suffering, then you can't say that God is with you. You need to help each and everyone to stand. Na msianze kukuja kwangu ati mnakuja kuchukua pesa hapa. Sina pesa ya kupatiana. You have to work for it. Ati daigwile na pesa nyingi mno. Najua Wakikuyu. Najua Wakikuyu ndio wanajua kuweka Mungu, shetani na ubwa kwa kitu moja. Kai kuyo besha tagoma. Imeenda. Kwa hivyo wangapi tumekubali tuombe Mungu? Asanteni sana. We are going to organize you. We are going to tell you what to do. We need to get, kama tutaweza kuweza Nairobi mzima, Kayole, Dagoretti, Kibera, zote tuingie kwa, tuvamie city, tukave city yote. Because there are so many things hapa, zimefanyika hapa mjuagi. Ukiingia hapa kwa hii roundabout hapa, kuna kitu umeona hapo katikati?
Inaitwa nini? Ni monument. Yeah? Ama inaitwa nini? Yeah? Monument. Inaitwa nini na Kizungu monument? A monument is something built in reference to something. Ni muhano. Muhiano. Hiyo muhiano. Hiyo mchogo ni nini hiyo? According na wewe. Ni maridadi ya town? Ni nini? A reflection of something. Inaitangwa kwa Kizungu an obelisk. Obelisk imejengwa kwa kila city in the world. Every city has it. Na obelisk hiyo kitu mione imepanda hapo is a penis of a man. Is a penis of a man. A penis. A tree. A tree. A tree of a man. A tree of a man. Sasa ukienda hapo chini imejengwa round. Simejengwa kitu round hivi. That is a woman. Ateko. Hali round about. Hiyo ni kitu ya mama iko hapo chini. Hapa hii hapo round about hii. Hapo bombulast hapo. Si hapo kuna kitu imepanda hivyo. Enda uiangalie mpaka venye imetengenezwa pale juu. Alafu uende uangalie mse. Sasa maana ya hiyo ni nini? The reason of an obelisk is an altar of sexual immorality in a nation. Ndio nakuta saa hizi gay wameongezeka na lesbians wameongezeka kwa wiki sana. Because it was planted there by somebody I know, kwa sababu alikuwa anataka kiti. Na ndio hiyo ilifanya apate kiti. This is a powerful altar. Ni madhabahu. Ukienda KICC ni nini? Wale wajui, wale wanajua KICC. Wale mumeenda ni nini? Nini ya nini? Ya puda. Ni sexual organ ya puda. KICC. So hiyo ilidesigniwa na mtu anaitwa Motiso. Ndio walidesign sexual organ ya puda kwa nini? Sasa najua msichana ananiuliza huko juu imekaa hivi, imekaa hivyo. Kata hiyo kitu, hiyo kisahani iko huko. Nenda pale chini kuna kanyumba kamejengwa hapo kado. Kakate ukapeleke pale juu. Imekamilika? Imekamilika? Why do we have a sexual organ ya puda in the middle of the city and in every currency? Kwa noti zako zote that sexual organ iko kwa noti yako. Na wamekataa kuitoa. Those are the altars that rule the world. They rule our life. Angalia noti yako hapo nyuma. Uko na noti? Wewe na noti? Dole na cash. Mwa pesa ya mafati, ya manatadi. Hebu noti yako, anoti kana. Haya. Na unajua kiendacho kwa mganga hakirudi. Unaona hiyo? Hii ni KICC. Halo? Alafu huyu ni mzee Kenyatta amekaa hapo kando. Mchongo wa Kenyatta. Alafu ukiangalia hapa mwisho kuna crown. Hapo chini imeandikwa Harambee. The coat of arms. Hii iko hapa mwisho kabisa. There's a coat of arms. The coat of arms imeandikwa Harambee. Harambee, it is an Indian goddess. Inaitwa Harambe. An Indian goddess. Ndio imewekwa hapa. Kwa hii noti umewekewa puda, kitu ya puda. Alafu imewekewa msee. Ndio maana msee anatawala mpaka sasa. Anachuga kitu ya puda. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Moi alituambia atatawala Kenya miaka ngapi? 100. Kibaki alikuwa mtu wa opposition ama alikuwa mtu ya Moi? Alikuwa KANU life member number 2. Si ndio? Nani alirudi? Product ya nani? Ya Moi. Nani alirudi? Product ya nani? Yes. Nani atarudi? Product ya nani?
ya Mamonyoro. Mamonyoro atakalia lakini atajaribu. Product siri ya Moi ni kwa nini? Maana Moi aliwacha kama ameinua madhabahu yake pale Uhuru Park chini ya Serena kale kafibo. Fibo ya Moi. Fibo ya Moi yatuongoza kwenda wapi? Hiyo fimbo iko pale. That is not just a monument, it is an altar. And these are the things that are ruling us here. Sijui kama mnajuaka kuna tunnels hapa zimekuja mpaka hapa archive KICC. Wakati wa Buge tulivamia pa Buge. Mliona wakati tulivamia Buge? Walitokea wapi? Walikuwa Buge ndani lakini walikuwa na bebewa KICC. Walipitia wapi? Kuna tunnel huko chini. Kuna tunnel imepita huko Uhuru Park imeenda kanisa huko, ile kanisa ya shetani iko pale Nyerere Road na ikitoka hapo inaendaga State House. Hiyo niliingiaga. Kuna siku nilikuwa nimeenda kuiba hapo kwa shetani. Sikufaulu. The only thing nilishindwa ni kuiba kwa shetani. Hiyo ndio nilishindwa tu, maana kulitokea skeleton 3 ambazo zilitufukusa huko ndani vibaya sana. Skeleton 3 iko na macho lakini huko hakuna nyama, ni mifupa tu inatebeki kuja hivi. Pale Nyerere Road. Hapo kuna tunnel imetoka hapo imeenda State House, kuna tunnel imetoka hapo imeenda St. Andrews Cathedral, St. Andrews, ingine imetoka Holy Basilica imeenda Holy Basilica kafika hiyo, ingine imeingia hapo Serena, ingine imeteremka mpaka Parliament, imeteremka KICC, imeenda archive pale. Because Kenya and Nairobi, Nairobi it's not just a city. Nairobi is not just a city. It is a portal that rules the world. That is why the entire world is interested in Kenya. The entire world. Ndio unaonanga wakati G7 wanakutanaga lazima uone kama Kenya kako hapo. Kaburaki kako hapo nyuma. Trump akiwa hapa mbele, wazungu wote wakiwa kuna kama Kenya kaburaki. Masikio imeruka hivi na ingine imeruka hivi kana wapi? Because he is needed in the control of the world. Ndio unaona hata headquarters zote za UN zinaletwa wapi? Because Kenya is the portal that rules the world. So this is about spiritual battle that we must win as Kenya. For the revival kuingia hapa, lazima tubomoe hizo mavitu zote. Hello. Najua nawaambia story mnashindwa hiyo ni nini sasa inatusaidiaje? Haina comeback. Hiyo nitawafundisha zaidi. It is a warfare, a spiritual warfare that we must win. Kwa hivyo for that matter, mtafundisha more time and more time. You're going to, before we get to that date, tutakutana, and after that date, tutakuwa tukikutana zaidi na zaidi, because we want to raise a team that is awake, a team that can understand the way forward to change this nation, a team that we are going to work as brothers and sisters, bila kujagua ati huyu ni Mjaruo, huyu ni Mkamba, huyu ni nini. Hakuna Mkamba. Ambia mwenzako hakuna Mkamba, hakuna Mjaruo. Sisi we are one. We are one. Mtu yote mwenye amewahi kupelekwa hospitali akaongezewa damu, haulisangi kama ni ya Mkikuyu. Anawekagwa tu damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu damu ni moja. Damu ni moja. Our nationality is one. We have only one country. Only what? We must love our country. We must protect our country. We must defend our country. It doesn't matter who is in power. What matters, our God is in control. Okay? God bless you for now. Na tuendelee kuonana. So, the organizers. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV,